so hapa sehemu nyingi. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu kuona vitu kama hivyo, na maana watu wanaona kile ambacho mimi nakifanya na wao wanatamani kuwa kama mimi. Ni jambo zuri. Ligi kuu umeitazama na baadhi ya wachezaji wako hapa ambao wanacheza ligi kuu, na wewe ni muda mrefu huko kwenye ligi kuu. Ushindani wewe unauonaje? Ushindani ni mkubwa, ni mzuri, na ligi yetu sasa hivi unaona inavyozidi kuwa ngumu kidogo. Hamna mdogo, hamna mkubwa, kila mtu anaweza kupata na wote. Kwa hiyo ni jambo zuri pia. Wachezaji tunaendelea kujua nini ambacho tunatakiwa kufanya kwenye ligi na kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya wapenzi wetu. Kwa hiyo kuna ugumu wote kuendelea kucheza sasa hivi na ambavyo ulivyokuwa ukicheza mwanzoni kutokana na mabadiliko ya ligi? Sidhani kama kuna ugumu. Mchezaji wa mpira ugumu unatokana mechi ndio zile, mazoezi ndio haya, isipokuwa tu kila timu unapoenda kuna mbinu zake. Kwa hiyo mabadiliko ni ya mbinu tu, lakini uchezaji ni ule ule. Kuelekea kwenye msimu wa pili, raundi ya pili, kwa maana kwamba baada ya dirisha dogo na kurudi tena kwenye ligi, ya watu wategemee nini kutoka kwako na timu yako ya JKT, na kizingatiwa kwa yale ambayo mmefanya katika msimu wa kwanza? Tutaendeleza pale tulipoishia. Pale ambapo tulipoishia tutaendeleza au zaidi ya pale ambapo tulipoishia. Kikubwa tu sisi wenyewe tuna malengo yetu kama timu, tutafanikisha kufika pale ambapo tunahitaji sisi. Unaonekana kufanya vizuri hasa unapokutana na hizi timu. Kwa hivi siri wa uzoefu ama ni mwalimu na mbinu zake, siri ni nini? Sidhani kama tumefanya vizuri sana kwenye hizi timu kubwa. Sababu ukiangalia Simba katufunga, Azam ndio tumepata naye sana. Ila kuna timu ambazo tumezifunga ni hizi ambazo za level zetu. Kwa hiyo mimi naamini kwa mipango yetu ambayo sisi tumeiweka kila kitu kitawezekana. Sisi wakubwa tunawaheshimu, lakini tunaenda kuplay nao, kitakachotokea ndio Mungu amepanga. Kwa hizo timu kubwa usiseme tunabato nao sana, kwa sababu tayari Simba shatufunga. Tunaambia tunabato nao kidogo, hapo unanichanganya, japokuwa ndio ushindi umeuona, lakini washatufunga, tumepoteza alama kwao. Kwa hiyo hatuwasumbui. Sasa tunasumbua vitu watu ambao wanatufunga. Tunatakiwa tuwafunge ili tuwafunge. Yaani unasema unaenda kupambana, unapigwa afu unasema nimepambana. Afu umepigwa. Hata kama umeonyesha kiwango bora. Hata kama umeonyesha kiwango bora. Sasa kama umeonyesha kiwango bora si ushindi. Kwa hiyo iko kiwango bora kinaendana na ushindi. Sawa, ndio tunajivunia tunacheza vizuri, lakini kucheza vizuri alama 3 ndio kila kitu. Sababu unaweza ukacheza vizuri afu ushindi. Nani yake ni nini? Utaambiwa wale bwana wanacheza hawana makali. Sisi timu yetu ni hatari kama ambavyo unavyotuona. Tukikutana na wale level zetu tunapambana ili kupata alama 3, na wale wakubwa pia tunawaheshimu, ila tunaenda kupambana kwa ajili ya alama 3. Kwa hiyo chochote kinachotokea ndio Mungu amepanga. Tunajipanga kwa kama ambao zilizotokea zile mechi, kwa sababu hata kwenye mechi za watu wetu pia tunapoteza nyingine. Kwa hiyo tulipoishia tunaboresha ili tuendelee kuwa bora zaidi, na walimu wanajua watu kuanzia na watu kumalizia. Kitu wewe umecheza michuano ya kimataifa na watu wanapotaka kupata neno ama uzoefu kuhusiana na michuano ya kimataifa, kwa kweli inaweza ikawa ni sehemu poa. Kwa namna unavyoona wakilishi wote wanne wa Tanzania kwenye michuano ya kimataifa, nafasi yao katika kuwakilisha nchi iko vipi hasa? Bado kubwa, kwa sababu mtu anaweza akaqualify kwa 29 yote, si inawezekana. Kwa hiyo hamna aliyepoteza mpaka sasa hivi. Kupoteza mwanzo sio ndio umepoteza kila kitu, japo wameenda wengine ambao wameenda tofauti, wameenda nje na malengo yao, lakini mimi naamini bado tuna nafasi kubwa kwa timu zetu za Tanzania zote. Yaani bado tuna nafasi kubwa za kuqualify kwenda tena hatua zinazofuata, ili tuendelee kuwa bora, watu wajue kwamba kumbe Tanzania pia tunaweza tukiamua kufanya chochote. Kupoteza hata mechi mbili kama kwa timu yako ambayo inacheza zamani, wanaweza kwa sababu si mechi mbili wamepoteza. Alama ngapi hizo? 6. Zibaki mechi ngapi? Mechi 4 kwenye pointi 3 na 12. Haja qualify hapa. Sasa nafasi bado ipo. Azam ana pointi ngapi? Azam ana pointi 1. Kabakisha mechi ngapi? Azam ana kafungwa na Wydad, kafungwa ugenini. Kabakisha pointi ngapi? Unaweka bakiza 12. Anaweza pia kufanya chochote. Kwa hiyo kwenye Singida naye ana uwezo wa kufanya chochote. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana. Wao wakishajua sasa wanatakiwa waende kufanya kitu gani. Mimi sidhani kama kuna kinachoshindikana. Sisi tunaweza kufanya chochote Tanzania, na timu zetu zote nne zikaenda pale ambapo tunahitaji. Kichwa, wewe ni miongoni mwa wachezaji ambao mashabiki hasa ukiwa unafanya warm up wamekuwa wakikutania sana, hasa Yanga pamoja na Simba. Kuna namna yote ule utani ambao walikuwa wakisema kipindi unafanya warm up huo unakukathirisha? Sijai kukasirika. Wewe ushaikuwa unakasirika?
Nikasirike nipunguze siku za kuishi? Mimi sikasiriki. Sasa wewe ushaongea, sasa ukiongea mingi kasirika nitarudisha nini? Ndio utosema tena? Bwana mimi sikasiriki babu. Kama ni utani, kama ni kweli, mimi naamini chochote ambacho mtu anakisema amekizamilia. Hata uwe utani amezamilia, uwe ukweli ndo amezamilia kusema. Kwa hiyo huwezi kupingana na kile ambacho amekisema.